Spirit, lead me where my trials lead without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my... Karibu sana mtazamaji wangu, majina yangu ni Bishop Bethel Mbugua wa kanisa la The Ark Church International Mission. Kanisa letu liko barabarani hapa kutoka Nakuru kwenda Nairobi, maeneo ambayo inaitwa Free Area. Na mimi ndio mchungaji katika hili kanisa, na kuna neno ambalo ningependa kuongea nawe siku ya leo ili uweze kubarikiwa. Na kama ilivyo kawaida, neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili, na katika nyakati zetu tusipoliongea kuna watu ambao wataongea. Lazima ni make sure katika wakati wangu na kizazi changu ninafanya ipasavyo na ninaliongea kwa wakati wake, na ili niweze kuhusisha wengi ipasavyo. Na kabla sijaingia katika hili neno, ningependa tukukaribisha na ajia ya maombi ili tukaweza kushirikiana pamoja na Mungu akaweza kutubariki, kwa sababu neno la Mungu lazima liongozwe na Roho wa Bwana, na ili liweze kuingia katika mawazo yetu na roho zetu na liwe la kutusaidia. Ningeomba tu tukaomba pamoja ili tukaweza kuendelea. Baba, asante ni kwa sababu ya kutupa neema yako, na wakati huu ukatujalia ili tukaweza kuwa katika mahala ambapo tuko. Naomba Mungu kwa sababu ya neno lako ambalo Bwana unakwenda kuliongea kunipitia. Naomba Mungu wangu ukaweza kupasha ujumbe ambao utakao kwa wale watu ambao wananisikiliza, ili Mungu akaweza kubarikiwa kupitia neno lako. Naomba Mungu ukaweza kuweka hekima yako ndani yangu, ili nikaweza kuongea mausia yako, na wote watakaonisikiza Bwana wakakusikia. Ni kwa sababu wewe tu umenituma nikaweza kupitisha huu ujumbe, na ni katika jina safi la Yesu Kristo naomba na kuamini. Nitakwenda kuongea ujumbe wangu katika kichwa cha kujiweka laini na makusudi ya Mungu, ama aligning yourself in the purpose of God. Na ni vizuri uelewe ya kwamba wakati naenda kuongea hili neno, ninaongea kwa sababu yako wewe. Unastahili kujiweka laini katika makusudi ya Mungu. Ni kwa sababu wakati Mungu alikuumba na makusudi. Hakuna mtu ambaye ameumbwa kimakosa katika maisha haya. Usikawahi kujidharau siku moja na ukajiona wewe ni bure. Usikawahi kujiona ya kwamba wewe hauna kazi ni kwa sababu ya vile ambavyo hali imekusonga. Ukajiona wewe si mtu wa maana ni kwa sababu ya vile ambavyo maisha yamekushusha. Ningependa kukuambia ya kwamba wewe ni mtu wa dhamana, na wewe ni mtu wa ajabu machoni pa Mungu. Ni kwa sababu wakati Mungu alikuumba akiwa na makusudi. Na wakati wote manufacturer anatengeneza kitu, huwa anatengeneza hicho kitu akijua ya kwamba kinaenda kufanya kazi gani. Kwa hivyo wakati wewe ulikuwa katika factory ya Mungu, na wakati Mungu alikuwa anakutengeneza, alikuwa anajua kazi yako utakuja kuwa kitu gani. Kwa hivyo Mungu, he's not an author of confusion. Tuseme ya kwamba alikuumba bila kujua ni kazi gani unakuja kufanya. Ni vile tu haujawahi ingia katika laini ya kujua makusudi ya Mungu katika maisha yako. Wakati wote unajua makusudi ya Mungu katika maisha yako, maisha yanakuwa rahisi. Ni kwa sababu kila mmoja wetu ana destination. Na wakati wote unajua destination, the speed becomes now inevitable. Na wakati wote unajua hatima yako, unajua jinsi ambavyo utakimbia ama vile ambavyo utapiga mwendo haraka ili ufike destiny yako. Maisha yetu iko mikononi mwa Mungu, kumaanisha ya kwamba kama wewe hautaweza kushirikiana na huyu Mungu ambao ana destiny yako, huyu Mungu ambao anajua maisha yako, hauwezi kujua destiny yako. Utakuwa unajivuta katika maisha, utakuwa ukichoka katika maisha. Ni kwa sababu you don't know what will happen tomorrow. There is nothing that is new about you or about your life in God. God knows your everything. Na Mungu anajua mambo yako kabla hajakuumba, anakujua. Na hii inatuambia ya kwamba
maisha yetu Mungu anayatazamaga kutoka mwisho akienda mwanzo. Sisi tuna uwezo wa kuanza mahali ambapo tuko tukienda mwisho. Lakini Mungu ana uwezo wa kutoka mwisho akiangalia mwanzo. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba sisi hatuonagi kama Mungu. My tomorrow is not new before the Lord. Your tomorrow is not new before God. Because God knows your tomorrow. But for you, tomorrow is a mystery. That's why you have to depend upon the Lord. Na hiyo ndio sababu ya kutaka kujihusisha kumjua Mungu. Ama kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Ni kwa sababu maisha yako kesho inategemea Mungu mwenyewe afanye kile ambacho angependa wewe uwe kesho. Kuna watu ambao ni mamilionea, kuna watu ambao ni wa busara, watu ambao ni wa high ranking, watu ambao ni waheshimiwa. Na wewe unanitazama, na wewe ambao unanisikiliza, wewe labda pengine ni mtu wa ajabu sana, lakini kwa sababu haujakaa katika mapenzi ya Mungu, you have not aligned yourself in the will of God and the purpose of God. Now, the life has become so hard to you. Na maisha yanakuwa ya kukusumbua. Na maisha yanakuwa ya kukutesa. Kwa sababu gani? Wakati wote unakaa kinyume na mwenye kukuumba, utakuwa kuna contention. Vile Mungu anataka kugeuza kuwa hii, wewe unataka kuwa kile. Wakati Mungu anataka kukufanya vile ambavyo anataka uwe kesho, wewe nawe unang'ang'ana na vile ambavyo wewe mwenyewe unataka. When you work on your will and your purpose, we always fail to attain and achieve the will of God. And you will always miss, and your life becomes always a problem. Nataka tusome katika kitabu cha Isaia 46 na mstari wa 10. Na katika lugha ya Kimombo nitasoma Isaiah chapter number 46 and verse number 10. Inasema, I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. I say, my purpose will stand. I will do all that I please. Haya maneno ni mazito na mangumu sana. Wakati Mungu alikuwa anaongea na Israeli kupitia manabii hawa. Na mimi ndiyo nabii kwa wakati huu na kuelezea vile ambavyo Mungu mwenyewe angependa uwe. Ningependa kwa haya maneno uyashike kwa masikio yako. Mungu anasema ya kwamba I make known the end from the beginning. Mungu mwenyewe kabla mambo hayajafanyika leo, yeye ashajua. Kabla mambo hayajafanyika kesho, yeye ashajua. Aliongea katika kinywa cha Yeremia akiongea kwa Israeli, akamwambia katika kitabu cha Yeremia, for I knew you before you were formed in your mother's womb. I knew you before. Kumaanisha ya kwamba haikuwa mambo ya kushtua Mungu wakati unaenda kuzaliwa ama kuumbika katika tumbo ya mama yako. Mungu alikuwa anajua utaumbwa na utazaliwa na utakuja katika ulimwengu huu na utakuwa kitu gani. Usigojee wakati umekuja katika maisha haya, you began complicating your life without knowing, because you have failed to align yourself with the will of God. Kile kinafanya maisha yako kuwa rahisi, na maisha yako kukuvutia, na maisha yako kuwa bora, ni wakati wote unajiweka laini na makusudi ya Mungu. Sisi mara nyingi tuwe tunavutana na Mungu, ni kwa sababu si tungependa tuwe kile ambacho tunataka. Mungu amesema hapa ya kwamba I make known the end. Yeye anafanyaga mwisho akiwa katika mwanzo, na anafanyaga mwanzo akiwa katika mwisho. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho Mungu hajui hapa katikati. Mungu anajua mimi nitakufa lini. Na mimi kwangu ni mystery. Ninaanza kung'ang'ana na mtu ambaye anajua mambo yangu kesho. Ninakosa kumfuata na kumtii na kumsikiliza. Ninaanza na kung'ang'ana na yeye. Ninafanya maisha yangu kuwa mazito. My friend, wakati unanisikiza, ningependa uelewe ni mzuri kusikiza Mungu kila wakati na kukaa karibu na Mungu huyo ambaye anajua maisha yako ya kesho, ambaye anajua jinsi ambavyo hali itakavyokuwa kesho. Yani uwe mtu ambaye anaweza kutii sauti ya yule ambaye anakuongoza. Kwa hivyo wakati Mungu alikuwa anamwambia Israeli ya kwamba nalijua
Anamwambia Yeremia kwamba I knew you before you were formed. Nilikujua kabla haujaubika. Kwa hivyo mimi nilijua wakati, mimi nilijua masaa, mimi nilijua utakuja lini baada ya miezi 9, na mimi nikajua kwamba utakuwa nini. Wewe utakuwa nabii. Kwa hivyo hautakuwa kitu ambacho wewe unataka. Mimi mpango wako uko mikononi mwangu. Na hivyo ni kumaanisha ya kwamba you need to align yourself with the will of God. The moment you disagree with the purpose of God, na unakuta ya kwamba unang'ang'ana na makusudi ya Mungu, utakuta ya kwamba maisha yako yanakuwa machungu kila wakati. Ni kwa sababu Mungu anakimbiza wewe uwe bora na ufikie katika hatima yako na katika baraka zako usiku na mchana. Na wakati wote wewe haumsikizi na haumtii na humheshimu, unaenda kinyume na vile ambavyo anataka, unafanya maisha yako kuwa machungu na unafanya maisha yako kuwa mangumu. Na basi mwendo ama safari inakuwa ndefu. Safari yetu inaweza kuwa fupi wakati wote we are sure of our destination. Wakati unajua destiny yako iko wapi ama iko namna gani, mwendo wako unakuwaga wa kazi, na unaendaga ukiwa na furaha, na unaendaga ukiwa na ushujaa. Kwa sababu gani? You know the purpose, and you know your tomorrow, and you know the will of God over your life, and you are sure of everything. Stay in the purpose of God. Inkaa katika makusudi ya Mungu, ili maisha yako yawe mepesi na ya kuvutia. Many people are doing contrary to the will of God, na wanatakaga kufanya mapenzi yao, na wakati wote wanaingia katika mapenzi yao, Mungu anawaacha na anakosa kuambatana nao, kwa sababu mtu anataka kujiongoza. Na wakati wote unataka kujiongoza, unafanyaga safari yako kuwa ndefu na kuwa ya majuto. Let me just take you to the book of Genesis chapter number 16. Kuna kitu ambacho ningependa hapa tusome na wewe, mambo kuhusu Ibrahimu. Chapter number 16 and verse number 15. Maandiko yanasema ya kwamba, and Hagar bore Abraham a son, and Abraham called the name of his son whom Hagar bare Ishmael. And Abraham was 86 years old when Hagar bore Ishmael to Abraham. Hebu turudi nyuma kidogo tuweze kujua jinsi ambavyo huyu Ibrahimu alifanya. Walishiriki katika jambo ambalo hawa wenyewe walitaka, makusudi yao na mke wake. Mungu alikuwa na makusudi na Ibrahimu, na alimtokea na akamwambia kwamba utakuwa baba wa mataifa. Kwa hivyo Ibrahimu wakati aliitwa na Mungu, Mungu akijua kwamba Ibrahimu atakuwa kitu gani. Jiani ama katika barabara, katika safari, Abrahamu akabadilisha kile ambacho Mungu alitaka hawe, akabadilisha. Na walibadilisha na nani? Na mke wake. Wakati Mungu alikuwa na wakusudia wawe baba na mama wa mataifa, wakaingiza plani zao, purpose yao, na wakaona ya kwamba ni kama ya Mungu yamekawia. Huenda ikawa labda pengine wewe unaona ya Mungu imekawia kwa sababu wewe mwenyewe ungependa mambo yako yafanyike haraka, mambo yako yafanyike kesho, na Mungu hajakusudia mambo yako yafikiane kesho. Huenda ikawa Mungu anataka mambo yako yafikiane mwaka ujao, na wewe una joto, una mambo ya haraka kama Ibrahimu. Labda Mungu anataka uingie upate kazi mwaka ujao, upate baraka zako mwaka ujao, lakini una msukumo ndani yako, purpose yako, mapenzi yako, unajitoa katika mapenzi ya Mungu. Ibrahimu alijitoa katika mapenzi ya Mungu na akaingia katika mapatano na mke wake, na wakakubaliana ya kwamba yule alikuwa maid wao ama mjakazi wao wamchukue aweze akalale na Ibrahimu, na ili wakaweza kupata uzao kutoka kwake. Ni kwa sababu gani? Waligojea Mungu, wakagojea Mungu, Mungu wakakaa sana. Kwa hivyo the purpose of God delayed, na wakati imekaa kwao, wakaamua kufanya man-made
ama kujitengenezea mambo. Je, huenda kama umejitengenezea mambo zako ama hali zako, man-made things, kwa sababu ya vile ambavyo umesongwa na hali? Are you there and you have just come up with your own idea apart from the ideas of God? Are you there na umekuja na jambo ambalo labda pengine ni lako mwenyewe, ungependa wewe kulifanya na sio mapenzi ya Mungu? Mungu anatakaga wewe uwe unamtegemea. Kutegemea Mungu ni namna gani? Ni kukaa katika maombi bila kuangalia kando, kuwa na subira, kugojea Mungu mpaka dakika ya mwisho. Hata kama mtoto hajazaliwa, hata kama baraka hazijakuja, hata kama mimi sijafika mahali nilikuwa nataka, mimi nitagojea Mungu. I will tarry, I will wait upon the Lord without diverting my mind or without diverting your mind, because immediately you do so, you lose focus. My friend, this evening ninataka uamuke usingizi ambao umelala. Uache kuangalia mambo yako na kujihurumia. Uache kuangalia mambo yako katika ile hali ya kujifitini na kusema ya kwamba ni kama mimi nimechelewa, ni kama Mungu amesahau mimi, ni kama Mungu. Ningependa ukae katika divine purpose, makusudi ya Mungu. Kile ambacho kinafanyaga mara nyingi watu wakose kuwa na mtazamo na kumngojea Mungu ni kwa sababu watu wengi wanapenda kucompete na kukaa maisha ya wale wengine. Unataka kuwa na maisha kama ya fulani, unataka kuishi maisha kama ya fulani, unataka kukaa nyumba kama ya fulani, unataka kuendesha gari kama ya fulani, unataka kuwa na watoto kama wa fulani. Wewe sio fulani, wewe ni wewe. Ibrahimu, wewe wacha kuangalia wale watu ambao wataridhi watu wengine. Gojea Mungu akupe mridhi. Gojea Mungu akupatia mtu wa kukuridhi. Lakini Ibrahimu alijitoa katika makusudi ya Mungu. Wakaenda wakatengeneza mtoto wao, mtoto ambao walimuita Ishmaeli. Na ningependa uangalie hii hadithi by the way, ili hata wewe ujifundishe na hii ikutoe uchafu ndani ya mawazo yako, ile ambao saa hii inakusukuma kwa sababu ulisikia fulani alienda Ulaya na akabarikiwa, ulisikia fulani alienda Nairobi na akaolewa, ulisikia fulani alienda fulani na akawa. Wewe sio fulani. Ningependa ukae katika mapenzi ya Mungu na ungojee Mungu bila kuangalia kando, bila kuangalia watu. Ni kwa sababu uliitwa wewe, ni kwa sababu una kazi yako ambayo inalingana na wewe na makusudi yako, na safari yako sio kama safari ya wengine. Ukitazama kile ambacho Ibrahimu hapa alifanya, waliharakisha wakapata mtoto ambaye sio mapenzi ya Mungu, naye Mungu akajiondoa katika hiyo plan. Every time you have your purpose and you have your own plan, God will always run away. He will keep off from your plan and your purpose. Mungu akajiondoa katika hiyo man-made, hiyo mapenzi yao na Sara. Mungu akajiondoa, akasema hiyo ni yenu. Mine will come. He will surely come at the right time. Na masaa ya Mungu ikifika, kile ambacho alisema itakuwa. Ukiangalia sasa huyo mtoto ambao anaitwa Ishmaeli ambao alikuja, mwishowe hakuridhi Ibrahimu na hakukaa kwa Ibrahimu, hata alileta matatizo katika nyumba ya Ibrahimu. Ni kwa sababu huyu mjakazi walianza kugongana na Sara, na ikafika mahali ambapo Sara akakasirika na akakwenda kwa Ibrahimu akamwambia, huyu mjakazi amekuwa amenizoea, amekuwa mtu ambao ni mtundu, ni msichana ambao hana heshima. Naye basi Ibrahimu akamwambia, shughulika na yeye vile ungependavyo, ni kwa sababu wewe hata si mjakazi wangu, ni wako. Wewe ndio uliletea hizi balaa. Naye huyu Sarai akakwenda akamfukuza yule binti na akaondoka, akakwenda na yule mtoto ambao walijitengenezea. Kumaanisha namna gani? Vitu zote za kujitengenezea ambazo Mungu hayuko ndani hazitakusaidia. They will never help you in life. They will never ever achieve your goal or your vision in life. Why? Because that's your man-made. That's your will. That is your purpose. God will never participate in that. God will leave you alone. Uendelee na mambo hizo zako zenye unataka kufanya, kwa sababu Mungu atakugojeaga kila wakati. Wakati utarudi upande wa Mungu na ugojee Mungu, things will work perfectly and they will run as usual. Na utakuta ya kwamba vile ulikuwa unasema utachelewa,
Ile njia ambayo ulichukua itakuwa ndefu kwako kuliko ile ambayo ungegojea Mungu. Wakati wa Mungu hapo ulifika, aliweza kujifungua mtoto wa kiume na wakamuita Isaka. Ni kwa sababu gani? Alielewa mapenzi ya Mungu ni tofauti na mapenzi yake. Now, in this scripture, the Bible is always informative. Inatuambia ya kwamba neno lile ambalo Mungu anatuongelesha ni la kutubadilisha sisi. Sio mambo ya wewe mwenyewe ukiambiwa unataka kukaa. Neno la Mungu ni Mungu. Neno la Mungu halitaki wakati unalisikia unakaa vile wewe unataka. Ni kwa sababu wewe maisha yako si yako. Maisha yako ni ya Mungu. Ni kwa sababu mwenye kukuumba kuna kile ambacho walikuwa wanataka uwe. Kuna watu walikuwa wanataka uwafikie. Lakini wakati wote unakaa katika ile hali yako ya kufikiria vile ambavyo unataka kufanya, then you'll be losing taste. Na unakosa ladha na maana ya kile ambacho Mungu alitaka uwe. This man-made thing will always cause an obstacle in your life. Huyu mtoto ambaye alizaliwa kando na kinyume na mapenzi ya Mungu ndio amekuwa mwiba kwa Waisraeli mpaka leo. Ukienda Palestinians wanapigana kila wakati na wanapigana na Waisraeli. Mtoto wa ahadi wanapigana na mtoto ambaye walijitengenezea, Ibrahimu na mke wake. Kwa hivyo purpose ya Ibrahimu inapiganaga na purpose ya Mungu. Kwa sababu purpose ya Mungu ilikuwa Isaka asaliwe na aweze kuwa mataifa. Lakini naye huyu akatengeneza mpango wake wa kando, wakalete Ishmaeli. Naye huyu mtoto huyu anaye akawa mataifa ambao hawasikizani leo na mataifa ambao ni walikuwa katika makusudi ya Mungu. Bwana apesiwa. Kumaanisha ya kwamba wakati wote utakapoingia katika mapenzi ya Mungu, lazima ugoje kutembea na mkono wa Mungu. When the hand of God is upon you, you will find that the speed that you are going to apply in life, you will always be going fast because the hand of God is upon you. I want to take you to the book of 1 Kings 18 there. There is something I would like to share with you about this man called Ahab and this man called Elijah. Na Elia wamekuwa na mzozo na Ahabu. Ni kwa sababu Ahabu alikuwa ameingia katika mambo ya unajisi ya kuwa na vinyago kupitia mke wake, na ambao walikuwa wameintroduce katika Samaria, na walikuwa na tabia hii na mke wake, na ikawalewesha, na wakawataka kulewesha wengi, na wakawa na manabii wao. Lakini kukawa na mtu mmoja ambao alikuwa na makusudi ya Mungu, anaitwa Elijah. Huyu mtumishi wa Mungu ambao alikuwa anaitwa Elijah alisimamia makusudi ya Mungu mpaka mwisho. Na hivi ndivyo ninataka wewe uwe. Usimame katika makusudi ya Mungu, hata kama utabaki peke yako, hata kama utakuwa wa mwisho kubarikiwa, hata kama utakuwa wa mwisho kupata, hata kama utakuwa wa mwisho kuolewa. By the way, mambo yako ya kesho wewe hujui, lakini Mungu anayajua. Mwenye ambaye anayajua ni vizuri kushirikisha maisha yako na yeye, ili afanye kesho yako kuwa bora, na ifanye kwa haraka, kwa sababu moyo wako wakati wote unajiunganisha na yeye, anakufungua mawazo, unakuwa na subira, na katika ile hali baraka zako zinakuja haraka. Kile ambacho kinafanyaga tuone tumekawia ni kwa sababu tamaa zetu za mwili na mawazo yetu kila wakati yanatukera na yanatuelekeza katika hali ya kujihurumia, na katika hali ya kujiangalia na kuona ya kwamba ni kama sisi tuko nyuma. Mimi nasema wewe hauko nyuma ya wengine. You are on the right track. It's only you are needed to align yourself with the purpose of God. And when you align yourself in the purpose of God, your lives become so easy, even to be handled, and even you to enjoy your future. Ni kwa sababu gani? Mwenye ambaye anajua kesho yako atakupatia amani na utulivu wa moyo. Atakupatia amani na utulivu wa roho yako, kiwango ambacho hata kesho wakati inaenda kufika hautakuwa na haraka. Utakuwa umetulia na utakuwa mtu ambaye ana operate kulingana na mapenzi ya Mungu. Ni vizuri kuelewa ya kwamba wakati Ahabu
aliweza kuleta miungu hizi na kukawa na mabishano katikati yake na Elia. Maandiko yanasema ya kwamba alisema ya kwamba tukutane kwa mlima. Elijah akamwambia Ahabu, wacha wakutane kwa mlima, sisi mimi na hawa ambao unaitaka manabii wako tukaweza kuweka huyu Mungu wako na Mungu wangu katika mtihani, tuone ni nani atakayefanya miujiza na atakayefanya jambo ambalo litatufanya sisi zote tuamini ya kwamba kuna Mungu. Wakaweka Mungu katika mtihani na wakaweka miungu yao katika mtihani, na maandiko yanasema ya kwamba walipotoa dhabihu yao ikakosa kukubalika na Elijah akatoa yake ikakubalika. Maandiko yanasema ya kwamba aliweza kufaulu na akasimama na akaweza kutetea na kuonyesha ya kwamba yule Mungu ambaye anaamini na anasimama katika makusudi yake, yeye ndiyo Mungu wa kweli. Ni kwa sababu aliweza kudhibitisha ya kwamba ni Mungu mbele ya hawa watu ambao walikuwa pale, mbele ya huyo mfalme ambao alikuwa anaitwa Ahabu, kwa sababu walikubali. Moto ukashuka na moto ukaja na ukafanya watu wote kushuhudia ya kwamba the God of Abraham, God of Isaac and God of Jacob, he is the same God of Elijah. Huyo Mungu ambaye alikuwa na Ibrahimu ndiye alikuwa juu yake huyu Elijah, na ndiye alikuwa anafanya kazi in his generation, na akaprove ya kwamba he was his prophet. What do you believe you? Na wewe mwenyewe unaamini Mungu yupi? By the way, unaweza kosa kuelewa ya kwamba kuna miungu ambao umeweka ambao inafuataka sana, miungu ambao iko katikati ya mawazo ya watu, vile ambavyo wewe mwenyewe unaangaliaga watu vile wanaishi, vile ambavyo wewe mwenyewe unaonaga watu maisha yako, unasahau ya kwamba hatima yako haijalinganishwa na ya watu wale wengine. Elijah aliweza kuonesha watu kwa sababu ya kuwa na msimamo ya kwamba Mungu yule ambao anaamini hawezi kosa kumujibu. Naye Mungu huyo hakuweza kumlet down ama kumuonyesha ya kwamba yeye si Mungu. He made sure that he did what exactly he prayed. Now let's see verse number 45. Meanwhile, sasa imefika mahali ambapo sasa Elijah baada ya kuua hawa manabii wa Baali, huyu mbao anaitwa Jezebeli aliapa kumuua Elijah. Na maandiko yanasema ya kwamba Elijah naye ilifika wakati Mungu akamwambia ondoka, ambapo huyu Ahabu anataka kukuua, muondokee. Naye huyu Elijah akaondoka, na mahala ambapo walipokwenda alienda akajificha. Na maandiko yanasema ya kwamba wakati ule ambao Elijah aliondoka na akamuondokea huyu Jezebeli, maandiko yanasema ya kwamba Jezebeli alijaribu sana kumfikia lakini hakuweza. Kwa sababu gani? Mungu alitaka sana kuficha yule ambao amesimama na kujidhihirisha ya kwamba yeye ana uwezo. Ninataka utazame na ujue ya kwamba Mungu hawezi kukuaibisha wakati wote unasimama katika makusudi yake. Mungu hawezi kubali uaibike wakati wote unasimama katika makusudi ya Mungu. Na unisikilize vizuri, makusudi ya Mungu ni nini? Makusudi ya Mungu ni uwe kile ambacho Mungu alitaka uwe. Kwa hivyo huyu Elia, Mungu hakukubali Jezebeli aweze kunyosha mkono wake, aweze kumshika na amuue, ili huyu Elia aibike. Na wakati Elia anaibika, Mungu wa Elia anaibika. Mungu hangependa wakati wote uko katika makusudi yake ukaweza kuaibika. Atakuficha, atakuondoa katika aibu. Ni kwa sababu gani Mungu hangependa uaibike? Ni kwa sababu yeye mwenyewe, wewe ni representative wake. You are an ambassador. You are God's ambassador. So he will do whatever possible to hide you and to put you somewhere you cannot be seen. Bwana pesiva. Basi ningependa tu kurudisha nyuma kidogo ili uweze kupata hii habari. Kabla hapa ningetaka kuona sasa Elia wakati waliweza kuwa na Ahabu katika mlimani, na ikawa sasa mvua ilikuwa imekataa kunyesha. Mtumishi wa Mungu anaitwa Elia akamwambia Ahabu, sasa ningependa uondoke uende nyumbani.
Baada ya kumaliza madhabahu akamwambia ondoka nenda nyumbani, ni kwa sababu mvua inaenda kunyesha na mvua inakuja. Kwa hivyo uondoke upesi ili usipatwe na mvua. Na hapo hapo Elia akakwenda kuomba. Na maandiko yanasema kwamba akainama kuomba na akatuma mtumishi wake, nenda ukatazame uone kama kuna mawingu ambao unaona. Na maandiko yanasema kwamba ikawa mara ya kwanza, ya pili mpaka ya 7, akaja kaleta ripoti akasema mwambie nimeona mawingu inakaa kama kamkono ya mwanadamu. Hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi. Usifikiria ya kwamba Mungu utamuona katika ile njia ambao wewe una expect. Mungu anakujaga na njia ambao yani ni tofauti na vile ambavyo tunafikiria katika maisha. Maandiko yanasema ya kwamba hapo hapo Ahabu akashika pinde lake la nguo na akatembea mwendo wa kazi ili aweze kuenda kuingia mahala ambapo walikuwa wameagana kukutana na Ahabu. Na maandiko yanasema ya kwamba alikimbia na akaweza kupita Ahabu barabarani na mafarasi zake, akaenda kumgojea mbele. This is how our God is fast, when his hand is upon you. The Bible says, verse number 46, the power of the Lord came upon Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Ati wakati mkono wa Mungu uko juu yako, maisha yako yanaendaga speed. Wakati mkono wa Mungu ulikuwa juu ya Elijah, aliweza kupata speed ambao si ya kawaida. Ndio nimekuambia, you need the hand of God upon your life for your speed to increase, or for your speed to push you forward. Ni kwa sababu wakati wote utasema ya kwamba unatembea na nguvu zako, you always find yourself late, because your mind and your strength and your effort will always be futile. Utafika mahali ambapo unachoka. Unafika mahali unasikia kwamba hauna tamaa. Unafika mahali unakosa ile hamu. Kwa sababu gani? Mkono wa Mungu hauko juu yako. Na nikasema ya kwamba wakati huyu Elijah aliamua sasa kwenda, maandiko yanasema ya kwamba Elia alikuwa amewachwa nyuma na Ahabu karibu masaa 2 ama 3. Ahabu wakati alikuwa ametoka kwenda Jezreel, ilikuwa ni muda. Naye huyu Elia akaachwa akiomba. Mimi nataka kukuacha wewe ukiomba. Kwa sababu ya mambo yako yote ambayo unaona ni kama umechelewa, mimi nakwambia usiangalie masaa. Masaa yako yale ambayo unaangalia na ulinganisha maisha yako na masaa yako, ningependa kukuambia kwamba koma na ukomeshe kabisa. Uache mambo ya kuangalia miaka yako ni kama umechelewa. Uache kuangalia wewe na wale ambao ni watu wa rika yako. Wewe haukuumbwa na haukuzaliwa. You compare your life with your colleagues. You compare with your life with your brothers and sisters. Compare your life with yourself. You are born for yourself. God knows you by your name. And God wants to take you where he wants to take you personally, wewe. Sio kwa sababu anapeleka watu, anataka wewe. Na ni lazima uingie hatima yako ukiwa peke yako. Kwa hivyo Elia katika hali yake hakutaka kujua kama Ahabu alienda mbele. Hakutaka kujua ya kwamba aliachwa. Yeye aliendelea kuomba na akabaki akiwa anainamia huyo Mungu na kumwambia ya kwamba lete mvua sasa. Wacha watu wajue. Ndio tumekuwa na wewe katika huu mlima, umelete moto. Sasa lete mvua. Hata huyu Ahabu ajue ya kwamba mimi tu ambaye ni mtumishi wako unaweza kunitini kwa sababu nimekaa katika makusudi yako na katika mapenzi yako. Na wajuage ya kwamba kabisa kabisa una mwakilishi. Una mtu ambaye anakuheshimu. Una mtu ambaye anakaa katika mapenzi yako. Hata kama wote wamekataa, kuna yule ambao amesalia. Mimi nasema baki peke yako. Stand alone. Na ufanye makusudi ya Mungu hata kama mataifa wote wamekuacha. Nyumba yenu yamekuacha. Marafiki wamekuacha. Wewe choose to serve God in your generation by aligning yourself in the purpose of God. And by doing so, Mungu wakati wote anakuja kubariki. Hata angalia ati uko peke yako. Mungu hata angalia ati kwa sababu uliwachwa na watu hatafanya. Hapana, Mungu atafanya ili watu wote waaibike. Have an assurance of your destiny. Every journey
has a clear destination. Na wakati wote unajua hatima yako, na kuambia my friend, speed yako itaongezeka kwa sababu unajua kwenye unaenda. Haya, vision ambao uko nayo itakuwa clear ni kwa sababu unajua kwenye unaenda. Shida inakuwa wakati you don't see your destination, then you will be always be trying ya kubahatisha hapa na pale, na unafanya maisha yanakuwa mangumu. Today I would love to tell you, my friend, my brother, my sister, be sure of the direction you are heading to. Your God will never shame you, and God will never leave you. God will never forsake you. God will never forget you. Every time you put your faith and trust in him, he will always do mystery, and he will always do wonders. Just only if you put your faith in him and align your purpose with his purpose. Hiyo ndio kitu ambacho ni cha maana sana na cha kupendeza wakati wote tuna operate katika hii njia. Ningependa ujue ya kwamba Ahabu, hata kama yeye mwenyewe alikuja kujua ya kwamba Mungu ana uwezo na anajua, ukiangalia mwisho wake haukuwa bora sana. Yule ambao alikuwa mke wake, hata kama alijua ya kwamba Mungu ana uwezo na anajua na anafanya, hata yeye mwenyewe hakuweza kugairi, lakini aliendelea tu kutisha na kufuatana na ili atake kumuua Elijah. Hii haijalishi wale watu wote ambao watakaikataa Mungu, tunasema jehanamu imetengenezwa kwa sababu yao. Na mimi ninakuambia kile nakuambia kwa sababu singependa uende jehanamu. Ningependa katika miaka ambao Mungu amekupatia katika ulimwengu huu na maisha haya, ubadilishe maisha yako, ubadilishe mtazamo wako, ubadilishe hata nia yako, ili usonga upande wa Mungu na Mungu akubariki. Because that's the only thing that you are lacking. The day you will make a decision, the day you will decide to change and you align yourself with the purpose of God, hakuna wakati utajikuta katika ile hali ya kubeba mizigo na kukuta wakati mwingine ni kama unashindwa na kusonga mbele kwa sababu umekosa mtazamo. Today I tell you, if you change and you decide to change, the Lord will bless you, the Lord will give you strength, and the Lord will support you in everything that you'll do. My friend and my brother, let me tell you, and also my sister, ya kwamba maisha haya Mungu anataka we serve him in our generation, and we do what's right, because time is running out. Ujue masaa hatukungojei. Yule ambao unajua mambo yako ya kesho ndio unastahili kumshikilia. Yule ambao unajua kesho yako, huyo ndio unastahili kushikilia na kumtazamia, ni kwa sababu ni yeye tu anaweza kubadilisha your destiny, anaweza kubadilisha maisha yako, anaweza kuifanya kuwa bora ukimwamini na kumtazama. May the Lord bless you so much, and even as you contemplate this word, may the Lord help you so that you can make a conclusion. I am sure if you make that turnaround and you make decisions that are judicial and executive, your life will never be the same again, and the Lord will always be working together with you throughout your life. God bless you so much, and have a nice time. Let us pray with you before you leave. Father, in the name of Jesus Christ, kumbuka mtazamaji wangu na hata msikizaji wangu, neno lile ambalo Bwana umepitisha kupitia kinywa changu likawa la kumsaidia na kumjenga, na hata Bwana kubomoa mijengo yote ya shetani, ili ukamfanya mtu bora na siku ya kesho akawa kutazamiwa. Mfanye mtu wa kukufuata na hata mtu wa kulainisha maisha yake katika makusudi yako. Naomba Bwana neno hili kamfanyia kazi kwa wakati huu, ni kwa sababu wewe ni Mungu wa rehema. Naomba nikiamini ya kwamba atabadilika na utamfanya vile ambavyo unataka, katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Bwana kubariki sana mtazamaji wangu, tukutane katika wiki ijayo. Asante.